Hii ni Nipashe na Rioba Joshua. Mtazamaji, karibu. Leo ni tarehe 23 Aprili mwaka 2026. Ni matumaini yetu kuwa uko salama popote ulipo. Karibu tukupashe taarifa muhimu na zinazojiri kutoka maeneo mbalimbali, na kama ilivyo kawaida tunaanza na vichwa vya habari. Duale aagiza vituo vya afya kutowatoza walimu na wafanyikazi wa umma pesa zozote, walimu wakilalamikia kuhujumiwa na SHA. Shilingi milioni 903 za ufadhili wa masomo bado hazijafika shuleni, huku zingine bilioni 3.3 zikitumwa kwenye shule zisizostahili katika kipindi cha miaka mitano. Rais Ruto na Oburu Oginga waongoza mkutano wa kuziba nyufa kati ya UDA na ODM, wakiafikia kuunda kamati ya kusimamia ushirikiano wao. Inadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na zaidi ya watu 500 waliuawa kwenye machafuko ya uchaguzi Tanzania, na wengine zaidi ya 2000 kujeruhiwa, ripoti ya tume ya uchunguzi yasema. Karibu kwenye taarifa zetu, endelea kuwa nasi kuanzia sasa hadi tamati ya matangazo haya. Wiki moja baada ya kamati kuu ya chama cha ODM kuzua tetesi kuhusu matamshi ya baadhi ya viongozi wa UDA yanayodaiwa kwenda kinyume na matarajio ya ushirikiano wao, Rais William Ruto ameonekana kuingilia kati kuokoa hali hiyo. Katika mkutano wa maridhiano uliofanyika Ikulu ya Nairobi, viongozi wakuu wa vyama hivyo walikubaliana kuchukua hatua za kuimarisha ushirikiano wao. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge anatupasha zaidi. Baada ya wiki kadhaa ya malumbano ya kisiasa kati ya viongozi wa ODM na UDA, Mheshimiwa Rais, kuna karakta kidogo hapo kwako kwa UDA. Wanaleta moto, unajua ile friendly fire ni mbaya. Tutakuwa na mjadala na ODM, lakini mjadala tutakuwa nao ni kumpa Abdulswamad tikiti ya kurudi Ndarama governor wa hapa Mombasa. Don't want to compete with the people with whom we are going into partnership. Vyama hivyo sasa vimefanya mazungumzo ya kuzika tofauti zao na kuimarisha safari ya kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Katika Ikulu ya Nairobi, Rais Ruto na kiongozi wa ODM Oburu Oginga waliongoza mkutano wa maridhiano uliowaleta pamoja maafisa wakuu wa vyama hivyo viwili. Taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo ikisema mkutano ulijadili namna ya kuimarisha uhusiano wao, pande zote zikikubaliana kuwapa wenyekiti wa vyama majukumu ya kuendeleza majadiliano kwa lengo la kuweka msingi wa masuala muhimu yatakayohakikisha ushirikiano wao na usawa katika pande zote. Rais Ruto na Oburu pia walikubaliana kubuni kamati ya usimamizi wa ushirikiano wao utakaowajumuisha viongozi wa vyama, mawaziri kadhaa na viongozi wa wengi na wachache bungeni. Jukumu la kamati hilo litakuwa ni kuhakikisha ajenda ya serikali inaendelea ipasavyo. Pande zote zilikubaliana kufanya majadiliano, kuweka umoja na kuunga mkono mipango ya serikali. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itawekeza katika kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Uganda kama njia ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Akizungumza katika kongamano la Africa We Build jijini Nairobi, Rais alisema hatua hiyo inafuatia uwekezaji wa Rais Yoweri Museveni katika kampuni ya Kenya Pipeline. Licha ya serikali kuuza hisa hizo kwa bei ya juu, kongamano hilo pia linaangazia njia ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki, huku viongozi wakisisitiza kuwa hatua hizo zitaleta manufaa kwa wananchi. Technicians, builders and creators. President Museveni called me and said
I want to buy 50% of Kenya Pipeline. And he told me, I don't care the price. That's how serious he was. When some other pessimists in Kenya were saying, oh, you know, the price is very high, I don't know. You know, President Museveni could see beyond the price. There's another 60% which we have not which is not yet fully explored. So there's more oil in Uganda, both within Albert and in the other provinces. So therefore, I support this idea of the Tanga refinery. We shall maintain our small refinery because we have already gone ahead, we are very far. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja pamoja na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin walikabiliwa na wakati mgumu wakijibu maswali kutoka kwa maseneta wa makamati ya usalama. Maafisa hao waliohojiwa kuhusu washukiwa wa mashambulizi dhidi ya seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi pamoja na tukio la ufyatuaji risasi lililoripotiwa Isiolo wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo. Maseneta sasa wanataka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na katibu wake Raymond Omolo kufika mbele ya kamati hiyo ili kutoa maelezo zaidi. Mwanahabari wetu Ben Kirui anaripoti. Walifika mbele ya kamati ya usalama ya bunge la seneti, maswali mazito ya uhuni ambao umekithiri yakiwasubiri. Our country is safe and secure. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa idara ya DCI Mohamed Amin wakikabiliwa na maswali chungu nzima, wakitakiwa kutoa maelezo kuhusu shambulizi dhidi ya seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi wiki mbili zilizopita na wahuni ambao waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alidai wametorokea nchi jirani. The cabinet secretary has been making inconsistent statement on my matter. The other day he claimed that these assailants had run out of the country. The information I have and which is being provided by the people of Kisumu is that these assailants, some of them are in Kisumu, others have been transported to Nakuru. Aidha, joto katika kamati hiyo ilipanda pale seneta wa Kisumu Profesa Tom Ojienda alipodaiwa kuwa mhusika mkuu katika ufadhili wa wahuni katika kaunti ya Kisumu. Maseneta wenzake wakimgeukia na kumtaka kuandikisha taarifa kuhusu yaliyomfikia seneta Osotsi. Some of the people who attacked me are also working for Senator Ojienda. And Senator Osotsi, welcome. While I'm still on the chair, let me indicate that I had nothing at all. You're out of order, Chair. No, I'm just saying I had nothing to do with... You're out of order. Senator Sifuna, orders in Sifuna. I'm the chair. You're out of order. Senator Haji, you should assume the chair, and so these proceedings can continue with the It is important to talk to my friend. Come into that. Yes, you're my friend. You're one of the people who should record statements. What are you saying? Senator Sifuna, order. Jina la katibu wa wizara ya usalama Raymond Omolo pia lilitajwa katika kikao hicho. Maseneta wakisema pia yeye ni mhusika mkuu, wakitaka Omolo na waziri Kipchumba Murkomen kufika mbele ya kamati hiyo. We cannot proceed with this matter. Even investigation cannot proceed when the principal suspect has not recorded a statement. And the principal suspect here is the PS for Interior, one Dr. Raymond Omolo. Chair, I think you can adjourn that matter for us to be able to have that conversation when the CS and the PS is here. Viongozi hao wakuu wa usalama pia walitakiwa kuelezea hatua zilizopigwa katika uchunguzi kuhusu tukio la ufyatulianaji risasi mnamo mwezi wa pili mwaka huu wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo huko Isiolo. I'm being asked, there are gaps in my statement. When the prime suspects have not been interrogated apart from writing statement. When the governor who stood there and said that I know who did the shooting. Nobody is untouchable. If there is evidence to show that they were the perpetrators, they were the persons who committed this shooting, then appropriate action will be taken against these two suspects as per law established. Everyone who committed an offense there will have his time to stand before a court of law. The answer to that. That is my assurance to you.
Macho yote sasa yanaelekezewa wakuu wa usalama kuhusu jinsi watakabiliana na wahuni ambao wamewatia hofu wananchi, haswa wakati wa mikutano ya kisiasa miezi 15 kabla ya uchaguzi mkuu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Umoja wa upinzani umeonya kuwa utamshtaki rasmi Rais William Ruto katika mahakama ya ICC ukidai matumizi ya magenge ya vijana katika mashambulizi dhidi ya wanasiasa wa upinzani pamoja na uharibifu wa mali. Viongozi hao akiwemo mwenyekiti wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na kiongozi wa Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka waliotoa kauli hizo baada ya kukamilisha ziara zao Kabani. Pia walikosoa serikali kwa kile wanachodai kuwa ni kupanda kwa gharama ya maisha kufuatia ongezeko la bei la bidhaa muhimu. Mwanahabari wetu Seth Olale anatueleza zaidi. Viongozi wa upinzani walikamilisha ziara ya siku 2 katika kaunti ya Kitui kwa kumweleza Rais William Ruto kwamba watamrejesha katika mahakama ya ICC kwa madai ya kutumia magenge ya vijana kutekeleza mashambulizi dhidi ya wanasiasa wa upinzani na pia wizi wa mali. Ukiendelea na tabia ya kusema vijana wa Kenya wapigwe risasi, bila shaka tutakurudisha ICC. Thank you. Viongozi hao wakiwemo kinara wa DCP Rigathi Gachagua na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka wakidai kwamba kuna ushirikiano kati ya magenge hayo ya vijana na idara ya polisi kwa lengo la kutekeleza uhalifu. Huyu Kasongo na Murkomen na Nixon Koril na Oscar Sudi wanaweka magun, wanavamia mashamba ya Wakikuyu, wanataka kunyakua hiyo mashamba kwa sababu Kasongo ameuza kila kitu, Kenya imekwisha. Aidha, viongozi hao waliozuru maeneo kadhaa katika kaunti ya Kitui walimsuta waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na usimamizi wa idara ya polisi kwa kukosa kuchukulia hatua magenge ya vijana. Amewachia Kipchumba Murkomen kazi ya polisi. Chini ya Kipchumba Murkomen na Douglas Kanja, Goonism is part and parcel of the National Police Service. Ati wahuni goons wanatembea na gari ya polisi na fimbo wakiuliza watu. Sasa nimeona Kanja unasema ati umejua goons ni nani, ati mkutano ya Linda Mwananchi Kisumu itakuwa ya amani. Hiyo ni mzuri bwana Kanja. Nataka utangaze sio hiyo mkutano ya Linda Mwananchi peke yake, mikutano yote Jamhuri ya Kenya. Umoja wa upinzani ukiwarai wakazi wa Ukambani kumwondoa Rais William Ruto mamlakani kupitia uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wakikamilisha ziara yao katika eneo la Ukambani kwa kuapa kuungana katika azma yao ya kumshinda Rais William Ruto debeni. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na sasa tunarejea nchini Tanzania ambako tume maalum iliyoundwa kuchunguza kesi zilizotokana na uchaguzi wa mwaka uliopita imetoa ripoti yake. Tume hiyo imesema kuwa watu 518 walipoteza maisha katika ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa kipindi hicho. Wakati wa uwasilishaji wa ripoti hiyo Ikulu ya Dar es Salaam, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman alisema kuwa ghasia hizo zilizochochewa na baadhi ya wanasiasa pamoja na wanaharakati waliodaiwa kufadhiliwa. Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan ameahidi kuunda jopo la maridhiano ili kushughulikia changamoto zilizojitokeza na kuleta utulivu wa kudumu nchini humo. Mwanahabari wetu Laura Otieno anaripoti zaidi. Miezi 6 baada ya ghasia kuibuka nchini Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu, takwimu kutoka tume maalum imebaini kuwa ni watu 518 waliofariki, wengi wao wakiwa na majeraha ya risasi. Akiwasilisha ripoti hiyo katika Ikulu ya Tanzania, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande alisema kuwa ghasia hizo hazikuwa na madhumuni ya kupigania uchaguzi wa haki na kulimbikizia lawama baadhi ya wanasiasa na wanaharakati. Hitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma nilizobainisha hapa, lakini pia masuala mengine ni kubaini wahusika wakuu, waliopanga, walioratibu, waliofadhili ghasia, mastermind,
na pia kushughulikia masuala ya tatanishi ya vifo na pia maiti ambazo mpaka leo hazijulikani zilipo. Aidha, ripoti hiyo pia ilisema kuwa machafuko ya baada ya uchaguzi yalichangiwa na hali ngumu ya maisha, huku Rais Samia Suluhu akisema kuwa atabuni jopo la maridhiano ili kutatua masuala hayo. Walioathirika ni Watanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi Watanzania. Tunatamani siku zirudi nyuma. Yaliyotokea Oktoba 2025 yawe hayakutokea, na historia ijiandike upya ili tuweze kufuta doa tuliloingia. Kulingana na takwimu hizo, watu 2,200 pia walijeruhiwa, huku tume ikipendekeza matibabu ya bure kwa majeruhi, siku maalum ya maombolezi ya waliofariki pamoja na uchanganuzi wa katiba. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Tukirejea huku nchini kwenye masuala ya elimu, zaidi ya shilingi milioni 903 zilizotengwa na hazina ya kitaifa kufadhili masomo ya wanafunzi katika shule za umma mwaka 2020 na 2024 hazikutumwa shuleni kama ilivyopangwa. Kulingana na ripoti maalum ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, fedha hizo zilikuwa sehemu ya shilingi bilioni 334.1 zilizotengwa kwa shule za sekondari, shule za msingi na taasisi nyingine za umma kwa ajili ya kugharamia elimu. Hali hii imejiri licha ya malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa walimu na wasimamizi wa elimu wakidai kuwa fedha za serikali huchelewa kufika na hazitoshi kukidhi mahitaji ya shule. Walimu sasa wanasema hawajapokea fedha zilizoahidiwa kabla ya kuanza kwa muhula wa pili, hali inayotishia kuathiri shughuli za masomo. Mwanahabari wetu Safina Achieng' Ouma anaripoti zaidi. Ripoti maalum ya mkaguzi wa hesabu za serikali kuhusu fedha zinazotengwa na serikali kufadhili masomo ya wanafunzi na miundombinu katika shule za umma nchini iliyowasilishwa mbele ya kamati ya uhasibu katika bunge la kitaifa imebaini kuwa licha ya kuwa hazina ya kitaifa ya fedha ilitenga shilingi bilioni 333.1 kama mgao wa ufadhili wa masomo katika shule za sekondari msingi na za msingi, ni shilingi bilioni 333 pekee ambazo zilitumika, huku milioni 903 zikiwa bado hazijatumika. Katibu wa Wizara ya Elimu Julius Bitok akielezea kamati hiyo ya bunge kwamba sehemu ya fedha hizo zilisalia kutokana na mpito wa wanafunzi wa shule za msingi ambao walikuwa wametengewa fedha. The budget covered 8 primary schools classes. However, grade 6 transitioned to junior school in 2023 January and was funded from junior school budget thereafter. Hii ni licha ya kuwa fedha zilizotolewa na hazina ya kitaifa zilikuwa chini zaidi ikilinganishwa na bajeti iliyohitajika na Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu ilipendekeza shilingi bilioni 419 kufadhili wanafunzi na miundo msingi shuleni, ila ikapokea shilingi bilioni 334 pekee. Walimu wameendelea kuitaka serikali iongeze mgao wa fedha hizo ambao pia wanadai zinachelewa kufika shuleni. The government has stated that the money was supposed to be relayed to the banks by yesterday. As we speak, that money has not been deposited into the school accounts, and we have only 3 days to open schools. And therefore, as we open schools, principals are unable to receive students because they don't have food. They don't have essential materials that are supposed to assist us teach our students. We are asking the CS in charge of education to release that money within 2 days before we open schools. Otherwise, if they're not releasing money, teachers are not going to school. Kamati hiyo aidha inachunguza madai ya kuwa vitabu vinavyogharimu zaidi ya shilingi milioni 30 zilisambazwa kwa shule kadhaa licha ya kuwa shule hizo hazikuwa na wanafunzi. I think it was an error on the part of the audit, because when you look at page 10, Nyandarua High School, according to the Auditor General, there are no students. And yet on the ground, in NEMIS, there are 941. But when we counter-checked, there are 984 actually. Mary Hill Secondary School in Kiambu, according to the Auditor General, there are 0 students.
licha ya kuwa shule hizo hazikuwa zinafunza masomo hayo, huku shule kadhaa zikilalamika kupokea vitabu visivyotosha. Safina Chengoma, runinga ya Citizen. Wakati huo huo, muungano wa walimu wa KUPPET na mamlaka ya afya ya SHA wameafikiana makubaliano ya kuondoa malipo ya moja kwa moja kwa matibabu ya walimu. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuwawezesha walimu kupata huduma za afya bila kulazimikia kulipa gharama kubwa au kuchangia kutoka mifukoni mwao. KUPPET pia imewahakikishia wazazi na wanafunzi kuwa shule zitafunguliwa kama ilivyopangwa, ikipuuza tishio la mgomo lililotolewa na baadhi ya viongozi wa chama hicho waliokuwa wakipinga kile wanachodai kuwa huduma duni za afya chini ya SHA. Organize a strike is one of the most significant steps, which is a tool of last resort to resolve a crisis. We have engaged and we are still engaging. Therefore, the threat of a strike over the issue of SHA is not a function of this meeting. Outside there has been code capping, or sometimes referred to as basically a cap, because this was making the treatments to be limited to 2,500, 1,200. That has been removed. For me, this is really, really magnificent and very, very important. We don't want our teachers to leave school because of their health care. Health care of our teachers is linked to their productivity in teaching our children. So they can strike on anything else, but on health, we want them to be very healthy.